the destiny, sijui hatima yangu. Vipi, umefanikiwa? Ni kweli Raji yupo hai na tumemwona, lakini hatukuweza kumkamata kutokana na changamoto zilizokutana nazo. Sawa, hakikisheni mnafanya doria pale kwake na sehemu zingine zote mpaka mumkamate na mumuue. Sawa kiongozi. Sijui hatima yangu. Oe, inakuaje mwanangu? Kama kawaida, niambie. Kuna vipengele vimetokea ndugu yangu. Vipengele gani tena hivyo? Pale nyumbani kuna watu wamekuja mwanangu, hata siwafahamu, siwajui, wamenivamia na wamenipiga kinoma. Sema lakini nashukuru Mungu sababu nilikuwa na mdada mmoja ndo amenisaidia. Pole sana mzee. Vipi hao watu unafahamu? Hapana, siwajui kwa sababu nikiangalia sura zao nyingine kabisa yani. Uko wapi kwa sasa? Mimi niko mtu nimekuja on time nyumbani hapo kwa mama. Kwa hiyo umeenda kwa bibi mkubwa si ndio? Mwanangu. Na binti ambaye mkusaidia upo naye huko? Nipo naye kwa sababu nataka tujaribu kuangalia imekuaje afu na wale watu ni wakina nani na imezaje wamefika pale nyumbani. Hivyo kwa siwezi kumwacha kaondoka, kwa nipo naye mpaka sasa hivi. Mimi nitakuja tuzungumze. Basi poa, ina na mwanangu. Tutasomana basi. Hemu nisikilize Maida. Mimi namjua mke wangu. Hayuko hivi. Yaani uwezekani apotee siku nzima, alafu arudi leo, usiku huu aliorudi anatoroka tena. Kuna nini? Wewe ni rafiki yake, unapaswa kuniambia kama kuna shida tuweze kwenda tunamsaidiaje. Lakini unavyokuwa unanificha, haujengi bado tunazidi kufanya tatizo lililo kubwa zaidi. Tafadhali Maida, tambua mimi ni mume wake na Mima. Hivyo kama kuna jambo lolote tunalifahamu linamtatiza Mima ambalo yeye anashindwa kuniambia, wewe unapaswa kuniambia kwenye lengo la kumsaidia. Na nikutoe wasiwasi. Hichi ambacho tutaenda kuniambia kitaenda kutengeneza imradi mimi hawe sawa. Acha hii tabia kutoka toroka na nikwaza. Kuna tatizo gani niambie? Mimi sifahamu chochote. Na kama ningekuwa najua ningekwambia. Isitoshe ameacha simu, nashindwa hata namna ya kukusaidia. Leo peke yangu umenitelekeza, inauma. The destiny. Lakini Maida, wewe unavyoona, kwa nini mimi anayafanya haya yote? Kiukweli sijui. Ungemsubiri akirudi ukamuuliza. Bari haupendwi, moyo haupendwi. Ushajitoa, ukajitoa ila bure. Haupendwi, ushajitoa.
Hata mimi pia niliamini kuwa mwingine haja, ila baada ya muda niligundua kuwa wamefanana tu. Hivyo naomba mdogo hata wewe uniamini. Kwani wewe ni mtoto wa nani? Mimi ni mtoto wa Amina Msabaha. Hata pacha wako alikuwa nalo kovu kama hili. Nisamehe sana mwanangu kwa kukuza kwa Amina Msabaha. Habari yako dada? Safi. Vipi? Umeshajuza nyumbani kuhusu dada yako kujifungua? Ndio niko nanunua salio niwajuze kuhusu hilo. Oh. Sasa kuna dili limekuja. Kama utojali tukilifanya mimi na wewe tutapata pesa. Dili gani hilo? Kuna dada anaitwa Amina Msabaha. Yeye ana shida na mtoto. Maana ana matatizo ya uzazi, hivyo hawezi kupata mtoto kabisa. Basi ametoa ofa ya milioni 15 taslim za Kitanzania kwa yote atakayempatia mtoto. Dokta, mbona nipa wakati mgumu hivi? Je, dada akijua? Nisikilize. Calm down. Maana dada yako mpaka sasa hivi hajazinduka. Kwa hakuna atakayejua chochote kinachoendelea. Kwa hiyo amna mtu atakayejua kuhusu hilo? Ondoa shaka kuhusu hilo. Calm down. Naweza la simnanipatia kabisa, lakini ukiwa tayari tu yeye anakuja kutupatia pesa, si tunampa mtoto. Baada hapo tunagawana nusu kwa nusu na kwa deal done. Sawa dokta. Lakini chonde dada, naomba sijue chochote kile. Jua ni hatari kwangu. Wewe usijali. Niache mimi nikaifanya hiyo kazi. Nisamehe sana mwanangu. Zote ni tamaa za pesa. Hizo zilizofanya mpaka nikakuza mtoto wa Mariam dadangu. Kwa hiyo unataka kusema na mama wangu amefariki, si ndio? Ndio.
mamako amefariki kwa ajali, na hata pacha yako pia amefariki ghafla akiwa amelala. Sasa mama mdogo, kwa nini umeamua kufanya yote haya? Nisamehe sana. Sasa nielewa. Kwa nini umefanya yote haya? Ni tamaa tu za pesa. Hivyo nakielewa unachokiongea, lakini hivi mama mdogo, unajua unachokiongea lakini unaelewa unachokizungumza? Uhai wa mtu unafananisha na pesa. Yaani thamani ya mtu unaifananisha na pesa. Mama mdogo, umeshindwa kuwa na utu hata kidogo? Sawa, umepata faida gani? Umesababisha sijamuona mama yangu, umesababisha sijamuona ndugu yangu kwa sababu ya tamaa zako tu mdogo. Yes, ni mwanangu. Hapa ndiko alikozikwa mamako. Nimekuleta ona alipopumzika mamako. Badala ya hapa tuelekee kule alikopumzika mdogo wako. Kwa kifupi pacha wako. Ndio mjomba. Mjomba, baada ya Yasir kumfumania na zile picha, akaona haitoshi, akaamua kumleta yule mwanamke mpaka nyumbani kwetu, nyumba ambayo tunaishi mimi na yeye. Kiukweli sikuweza kuvumilia, niliamua kuja kwa mama kumshtaki, ila mama aliniambia hawezi kunipokea mpaka niwe na talaka na nirudi nyumbani kwa wakati huo. Mimi sikuweza kurudi mjomba, kwa kweli. Niliamua kwenda kwa rafiki yangu nikusubiria mpaka utakapofika na nisikilize juu ya haya, wenda ukawa upande wangu mjomba. Pole sana mjomba. Sasa niko hapa
naamini hayo yote yataenda sawa. Sawa. Lakini kingine mjomba, we ni mke wa mtu. Unapokuja nyumbani hakikisha umekuja na talaka mkononi. Sawa mjomba? Lakini haina neno. Ngoja nimwite mwenzio aje tuzungumze hapa. Na kama hamtaelewana, japo mimi sitamani nsikie huko, lakini anyway, ngoja nimwite. Ni kweli nilikununua hospitali baada ya kukosa mtoto kwa miaka mingi sana. Naomba nisamehe sana kwa kushindwa kuambia ukweli kwa miaka yote hiyo. Ila mwanangu, tambua nakupenda sana. Ndio maana nilisomesha shule ya gharama na kusimamia maisha yako mpaka hapo ulipofikia. Naomba nisamehe mwanangu Yasir. Nilikosa mtoto ndio maana nikamani kununua. Nisamehe sana mwanangu. Sawa mama. Mimi nimekuelewa. Halo, Yasir. Shikamoo mjomba. Marhaba, habari? Salama tu. Naomba uje hapa kwa mkweo. Mwenzio amefika. Sawa, nakuja hapo sasa hivi. Haya, asante. Mama. Sabra amerudi nyumbani kwao tayari. Mnatakiwa nikaonane naye. Sawa. Naomba usijisikie vibaya kwa yote yaliyotokea. Tamwa nakupenda mwanangu. Amna, usijali, kuwa na amani. Na mimi nimesamehe sana. Mimi nilidhani kuwa Yasir ndio Raji. Kumbe ikuwa hivi. Ila kiukweli mimi na Yasir hatuna mahusiano yoyote kama Sabra anavyodhani. Sabra, I'm sorry. Poleni sana. Kwa maana hata ingekuwa mimi, ningeamini kuwa yule ni mtu wangu. Lakini yote kwa yote, tumshukuru Mwenyezi Mungu. Kwa maana ukweli umejiweka bayana. Sabra. Mjomba. Umemsikia dada? Umemsikia. Nilikuwa siyajui yote ya mjomba. Ndio maana nikafanya maamuzi ya siri. Na ndio maana mimi nilikuwa nakukataza kuondoka kwa mmeo bila talaka. Umeona sasa? Kumbe mkwe alikuwa ana hatia maskini wa Mungu. Dada, huko tumeshatoka tena. Kikao kimeisha. Dada. Bwana Yasir. Hebu mchukue mkeo mrudi nyumbani. Na siku nyingine uwe makini. Hasara mjomba. Simuona sasa. Dada. Hebu tutete kidogo. Nataka nikukimbie.
Mke wangu. Kwanza naomba unisamehe sana kwa yote yaliyotokea. Lakini pia nakupenda sana. Nakupenda pia mno. Wacha kukasirika. Mimi naye ana matatizo kama ya kwangu. Toka jana hajarudi kwa mume wake, na aliniomba kwamba ili jambo likiisha basi niweze kumsaidia na yeye kwa mume wake ili kila kitu kiende sawa, wasiendelee tena kugombana. Kama utojali pia tunaweza tukaongozana wote kwa ajili ya kwenda kumsaidia. Usijali mume wangu, mimi nakuamini. Wewe nenda, mimi kwa sasa natangulia na mama nyumbani, ila kama itahitajika usisite kuniambia, ila usichelewe kurudi. Sawa? Sawa, usijali. Lakini pia kuna jambo kidogo ambalo nitamani sana tuongee, ila nikishafika nyumbani nadhani tutaongea vizuri, maana aliona kidogo aliko sawa kwenye upande wangu. Usijali, tukifika nyumbani tutaongea tu. Acha kwanza nikamalizane na ile swala, alafu nikifika tu kila kitu kitakuwa sawa. Sawa. Dada, pole mwaya. Mungu akutangulie kwenye. Asante. Karibu. Okay. Ngoja ngoja. Take care. Okay. Nisubiri nijiandae ndio tutoke. Mama usichelewe, nakujua wewe. Usijali mwanangu. Umetoka saluni hapa? Ila namsubiri mume wangu ni aje nimwage afu ndo niondoke. Nataka uniambie Raji yuko wapi? Raji? Mimi sijui Raji. Na mume wangu aitwa Raji, anaitwa Yasir. Na wewe ni nani na umeingiaje humu ndani? Je, utaniambia Raji yuko wapi au nifanye maamuzi magumu? Mimi simjui Raji. Alafu mume wangu aitwa Raji, anaitwa Yasir. Wanamfananisha tu. Sabu.